اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها النور والروحانية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفعنا إلى أعلى المقامات الإنسانية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيننا بها على القيام بالسنة النبوية والآيات القرآنية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها جميع الحوائج الدنيوية والأخروية. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبارك بها على المدرسة العباسية. mzee wetu, baraka yetu, fakhri yetu, furaha yetu, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah, na mashekhe wote waliohudhuria hapa, viongozi wa serikali, kina baba, kina mama na wanafunzi wenzangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumekusanyika hapa kwa furaha ya Mtume Muhammad. Umoja kama huu na mapenzi kama haya utaipata wapi? Leo tuko hapa, tumetoka sehemu mbalimbali. Tizama, haya ni mahaba ya Mtume Muhammad, na kila atakayeondoka hapa inshallah atapata baraka ya Mtume Muhammad. Tulikusanyikia hapa ni mtu mkubwa sana. Mtume hakupata utukufu kupitia vitu, bali vitu vilipata utukufu kwa ajili ya Mtume. Mimi na wewe, endapo Mwenyezi Mungu atatujalia kuwa ni watu wa peponi, Mwenyezi Mungu atatuzawadia zawadi kutuingiza peponi. Lakini Mtume kuingia peponi ni pepo ya pewa zawadi. Sisi tupewa zawadi ya pepo, lakini Mtume kuingia peponi si kama mimi na wewe. Pepo ina fakhri, pepo imepewa zawadi kwa kuingia Mtume Muhammad. Ndio yule mmoja alipoambiwa tusifie zile neema zilizoko ndani ya pepo, akasema fiha Rasulullah. Ni furaha gani iliyoje kwamba ndani ya pepo yuko Mtume Muhammad. Yatosha kwamba hii ni furaha kubwa, ni neema kubwa miongoni mwa neema za peponi. Wazungumzaji walizungumza hapa, wamezungumza maneno makubwa sana. Nukta moja mimi nataka kuzungumza, maana tumekuja kumsifu Mtume na sote tuna imani Mtume amejawa na sifa nyingi, lakini sifa moja ambayo tunatakiwa tuondoke nayo. Mtume katika hadithi yake akamwambia, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tuingie hapa katika hii hadithi. Hata kuwa muumini mmoja wenu, hata kuwa na imani mmoja wenu, mpaka ampende ndugu yake kama namna anavyoipenda nafsi yake. Je, mapenzi haya yako? Ikiwa sisi tumpenda Mtume Muhammad, je, katika hadithi hii tumo ndani yake? Yako wapi mapenzi haya? Ya kwamba wewe umpende ndugu yako kama namna unavyoipenda nafsi yako. Na sisi leo tuna ile sifa ya al-anania, ubinafsi. Yani mtu anachoyo, kila mtu ajiona mimi ni mimi. Wapi atakuwa kuna mapenzi kwa ndugu yako Muislamu? Leo ubinafsi ndio umetutawala, ubinafsi ndio umetumaliza katika maisha yetu. Na sisi tunatakiwa tuishi kama namna alivyoishi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na watu hawa Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'ani, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. wale kwamba wanawapendelea ndugu zao wazuri,
kuliko hata nafsi zao, ingawa na wao pia ni wahitaji, lakini mapenzi yao ni makubwa kwa ndugu zao. Faulaika humul muflihun, hao ndio walofaulu, hao ndio walofanikiwa. Muhajirin na Ansar, Mtume Muhammad aliwajenga mapenzi kati yao. Nukta moja tumemaliza hidayah. Hebu tizama mahaba ya Muhajirin na Ansar. Subhanallah, soma tarikhi, waambiwa yale mapenzi yao walivyokuwa wakipendana na Mtume alivyowajenga mapenzi. Ilifikia mahali swahaba ana wake 3 4, anamuona mwenzake hajaoa na sehemu ile hakuna mwanamke, anamuacha mke wake ili kusudi aolewe na mwenzake. Mahaba ilifikia hapo, yaani mtu anaacha mke kwa sababu mwenzake hajaoa. Leo wewe una wake 3 4 na wataka kumpokonya na mwenzako mke. Tuambeni kweli, leo wewe una wake 3 mpaka 4, hawakutoshi, na yule ndugu yako ambaye ni mke mmoja wakata wewe. Mahaba haya yako wapi? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.